kuzingatia unapopeleka injili ya nyumba kwa nyumba. Kwa haraka sana nitaenda kwa ajili ya muda, niwakiwa na dakika chache sana hapa. Mambo ya kuzingatia unapopeleka injili nyumba kwa nyumba. Jambo la kwanza nimeandika salimia kwa upole na kwa hekima. Salimia hawa watu au mtu kwa upole na kwa hekima. Usibishe mlango kwa fujo au kwa kulazimisha. Usibishe kwa fujo au kwa kulazimisha. Yaani kama kwenye mji wetu si kuna mageti jamani. Usipige geti la mtu kwa fujo. Yaani unapoenda kwenye nyumba ya mtu nenda kwa hekima. Yaani siwe ni kama kuna hali fulani, ni kama kuna ugomvi fulani ukishaingia huko ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumia maneno yenye hekima. Ni hilo. Tumia maneno yenye hekima. Yaani unapobisha kwa mfano mlango, unaweza kutumia maneno. Hodi wenye mji, taratibu. Amani ya Bwana. Wapendwa, amani ya Bwana hapo. Mtu anajisikia hajawahi ambiwa neno hilo. Wapendwa, amani ya Kristo. Hodi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu kama anakuja hata yeye mwenyewe anajisikia. Hakuna mtu ambaye anawahi tamkia nyumba yake amani. Unaweza kuandika, utajisomea Kolosai ile sura ya 4 mstari wa 56. Kolosai 4:56. Kwa tumia maneno ya amani iwe nyumbani huko. Tumia maneno ambayo mstari wa 5 hadi wa 6 samani. Mstari wa 5 hadi wa 6 ufute hapa. Kolosai 4 mstari wa 5 hadi wa 6. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, ukishakaribishwa sikiliza zaidi kuliko kusema. Yaani ruhusu yule mtu ambaye unaongea naye, uruhusu nafasi ya kumsikiliza zaidi kuliko wewe kusema maneno mengi. Okay, namba hii. Sikiliza zaidi kuliko kusema. Yaani uwe ni mtu unayekuwa unampa nafasi ya kumsikiliza huyo mtu. Vile unavyompa nafasi ya kumsikiliza zaidi kuliko wewe kusema, anajisikia hali ya kuthaminiwa sana. Unaweza kuandika Yakobo 1 mstari wa 19. Mpe nafasi ya kusema alionayo. Ujue kwamba watu wengi wana maumivu makubwa mioyoni mwao. Yaani tunapoona watu muda mwingine unakuta amebeba na mnaita tu nini? Kapema joto. Yaani anapotembea na vile viatu virefu vile ni kama hadi duniani ndio yeye. Lakini Bwana moyoni unataona tu kapema joto hapo, lakini moyoni kumebeba mambo mazito. Unakuta unatembea hivi akapema joto habari ya leo mwana. Lakini ukweli
muonekano wake si ndivyo alivyo moyoni. Kwa hiyo watu wengi wana maumivu sana. Watu wengi wana maswali na mashaka. Wana maswali ambayo tunahitaji kuwapa majibu. Wana mashaka, tunatakiwa tuwape tumaini la mashaka haya. Na ukimsikiliza, mpe jibu kwa upendo kupitia neno la Mungu. Yaani baada ya kumsikiliza, amepata nafasi ya kusema alionayo, amezungumza yale maumivu alionayo moyoni, ana maswali ambayo anayo, ana mashaka fulani. Ukisikiliza, mpe jibu ambalo lina upendo la neno la Mungu. Juzi hapa nilikuwa najua kinywaji fulani, wakaingia wamama wawili, tafikiri ni mapacha, kwa wakati tofauti. Wa kwanza akazungumza maneno ya kutokumwamini mwanaume kwa 100%. Yaani akaeleza, nikamsikiliza anaongea. Baadaye tukajaribu kumsaidia, akaondoka. Muda mchache akaingia mwingine kabla sijatoka. Na yeye akaeleza wanaume kwa 100%, yaani hawana imani na wanaume. Nikasema jamani, kumbe watu wanaishi yaani hata kumwambia kwamba sio wote, hakuelewi. Anakuambia kwa wakati huu Ukiwaita na wanaume na waelezi. ungepata nafasi, ni kweli. Kuna uwezekano kwetu na wanaume na wenyewe wana mambo ambayo hawana majibu, yaani wana maswali juu ya wanawake wa nyakati hizi. Alafu waliongea tafikiri walikuwa pamoja. Yaani wanapoongea mzee, wapendwa, wanapoongea, yaani tafikiri nikasema ina maana hili kundi ni kubwa tu lenye mazingira kama haya. Wapendwa, watu wanamhitaji Kristo, watumishi wa Mungu. Wanamhitaji Kristo. Okay. Tulikuwa tunazungumza juu ya kukaribishwa, lakini jambo lingine, toa ushuhuda wako wa kibinafsi. Toa ushuhuda wako wa kibinafsi. Mungu amekusaidiaje? Na wewe ulikuweje? Ule ushuhuda unafuta mioyo ya watu. Yaani unapomshuhudia mtu kwamba mpendwa, haya unayo nieleza na mimi nilikuwa naye, ule ushuhuda unavuta mioyo ya watu kukusikiliza. Lakini jambo lingine, kuwa mnyenyekevu na mwenye nidhamu. Kuwa mnyenyekevu na mwenye nidhamu. Usiwe mtu wa yaani umpe jibu kwa upole. Usibishane naye, wala usitumie ukali. Usimlazimishe. Jibu kwa upole, usibishane, usiwe mkali, usimlazimishe, ili watu waamini. Wapendwa, mtu anapokuwa amehubiriwa neno, yaani mtu aliyeamini, anayemvuta ni Roho Mtakatifu. Si ile nguvu ya kimwili. Yaani kinachomvuta mtu mpaka muamini Kristo ni Roho Mtakatifu. Utakuta tu mtu mwenyewe hapo anaanza kutoa machozi. Kinachofanya mtu amwamini Yesu sio kulazimisha wala ukali
Wengine hawakuandika. Okay? Yaani jibu ambalo unalitoa, toa jibu kwa upole. Usibishane, yaani mabishano, usiwe mkali, usimlazimishe ili watu waamini. Sio kutumia kubishana, kuwa mkali wala kulazimisha. Kinachokufanya mtu aamini ni Roho Mtakatifu mwenyewe anakuvuta. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo injili ya nyumba kwa nyumba, fanya yaliyo sehemu yako, sehemu inayobaki inakuwa ni ya Mungu, kwa sababu Mungu huangalia neno lake ili apate kulitimiza, na hakuna siku ambayo neno la Mungu likamwendea mtu lisitimize kusudi lake. Lazima litimizwe. Amina. Kwa wapendwa watumishi wa Mungu, hebu tutumie njia hii ya kuwafikia watu moja kwa moja. Tutapata nafasi ya kuzungumza na wao, watajieleza na wao watapata nafasi ya kujieleza, na Mungu atakupa hekima ya kuwajibu maswali yao ambayo ni magumu kwao. Mungu atakupa majibu. Mungu atusaidie sana. Ninaamini mpaka hapo kuna kitu Mungu amesema na mimi. Kuna kitu Mungu amesema na wewe. Mungu awabariki kama haya. Naomba simama.